Habari kutoka DTech. Katika udereva wa kujihami leo ninakuletea mbinu za kujihami unapotaka kulipita gari jingine. Kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa session hii ili tuweze kujifunza pamoja. Yes, hizi ni mbinu ambazo dereva anapaswa kuzitumia wakati anapotaka kulipita gari jingine ili kujihami na tatizo lolote ambalo linaweza kutokea na kumsababishia ajali ya barabarani. Unapotaka kulipita gari lililo mbele yako au unataka kubadili njia, jihami kwa kuhakiki mwendo wa gari yako na kukadiria mwendo wa hiyo gari unayotaka kuipita. Hakikisha kuwa kwa wakati huo wa kutaka ku-overtake gari lako lazima liwe na uwezo wa kuzidi speed ya gari unalotaka kulipita. Hakikisha barabara iko wazi mbele na hakuna gari linalokuja mbele yako wala gari jingine nyuma yako linalotaka kukupita pia. Lakini pia zingatia usipite gari jingine eneo lenye kona kali. Nini unapaswa kufanya? Toa ishara ya kutaka kulipita gari jingine kwa muda wa kutosha. Usitoe ishara tu na ku-overtake hapo hapo. Toa ishara kwa muda wa kutosha. Ili kusudi kwanza yule aliye mbele yako anataka kumu-overtake ajue kwamba kuna mtu ana uhitaji wa ku-overtake, lakini watu walio nyuma yako wapate kujua kwamba kuna jambo unataka kufanya. Kwa hiyo lazima utoe ishara mapema. Lakini hakikisha dereva wa gari unaotaka kulipita anatambua kuwa unataka kumpita, aidha kwa kumpigia honi, aidha kwa kumwashia taa, au kumpatia signal yoyote itakayomwezesha kutambua kwamba una uhitaji wa kutaka kumpita. Baada ya kulipita gari husika, usirudi kwenye njia yako kwa haraka. Sogea mbele umbali wa angalau mita 30 kabla haujarudi kwenye njia yako ya awali. Zingatia, iwapo una wasiwasi, tafadhali usilipite gari jingine. Subiri hadi wasiwasi wako uishe, kisha ndio utekeleze hicho ulichokuwa unahitaji kukifanya. Unapotaka kulipita gari jingine, hauna budi kuwa mbali nalo kiasi cha mita 30. Na hii watu wao wanajisahau sana. Kwa sababu gani? Ukiwa karibu na gari la mbele, halafu ka-overtake, ukahitaji ku-overtake, baada ya kutoka kwenye njia yako, halafu ukakutana na mtu mwingine anakuja upande huu unaotaka ku-overtake, itakuwa ni ngumu kurudi kwenye line yako ili kujificha kusubiri apite huyo mtu ambaye tayari ameshajitokeza mbele yako. Kwa ndio maana unashauriwa kuwa mita 30 mbali kutoka gari lingine unalotaka kuli-overtake, ili kusudi basi uwe na uwezo wa kuchungulia na kuona mbele, lakini uwe na uwezo wa kujaribu ku-overtake na kurudi pale unapoona kwamba bado kuna njia yako ya mbele bado haijakuwa wazi. Lakini kama speed yako ni ndogo ukilinganisha na gari unalotaka kulipita kwa wakati huo, basi sitisha huo uamuzi, maana hautafanikiwa ku-overtake. Hakikisha makadirio ya speed ya gari lako yanakuwa yako juu kuliko ile gari unalotaka kuli-overtake. Unaweza ukaangalia hapa katika hii video kaona kitu. Huyo rafiki amegundua njia yake bado haijakuwa sawa, lakini angalia umbali uliopo kati yake na gari hilo la mbele yake. Hapo ni kwenye kona, ndio maana ameamua kutulia kusubiri, kwa sababu akiwa kwenye kona hawezi kuona huko mbele. Unamuona anaangalia vioo mara kwa mara ili aweze kuona nyuma kuna gari inakuja na je pako salama. Yes.
hapo bado barabara haijakuwa clear, ameamua kurudi. Sasa ndio maana unapaswa kuwa mbali na huyo mtu aliye mbele yako, ili kusudi panapotokea kwamba kuna gari huku kushoto kwako basi uweze kurudi. Sasa hapo ameamua kuovertake kwa sababu tayari ameshaona barabara iko clear, na hapo amemtazama na kumpa signal mtu anayemovertake, ili kusudi basi huyu rafiki anayekuwa overtaken basi aweze kupunguza speed, kumruhusu huyu rafiki anayeovertake aweze kutekeleza jambo lake kwa uzuri. Na baada ya kuovertake, hakikisha usirudi kwa haraka ulikotokea. Toa umbali kidogo, alafu baada hapo onyesha alama ya kurudi kule ulikokuwa umetoka. Hivyo ndivyo namna ya kujihami na gari unalotaka kuliovertake. Kwa hiyo zingatia hayo na utakuwa salama kwenye uendeshaji wako. Basi nikushukuru kwa kutazama na kusikiliza session hii. Nikukaribishe tena katika session zijazo kwa ajili ya kuendelea kujifunza zaidi. Usisahau kama ulikuwa hujasubscribe kwenye channel yetu, basi subscribe, share, like, na unaweza kawa na comment, basi unaweza kaitoa comment yako ili tuweze kupata ni nini unafikiria kuhusiana na hiki ambacho tumejifunza. Lakini usisahau kuwashirikisha marafiki wengine ili kusudi waweze kupata ujumbe huu na tuweze kujifunza kwa pamoja. Lakini pia kama utakuwa na hitaji la kutuma ujumbe na mashauri fulani kuhusiana na kipindi hiki, na unaweza kututafuta kupitia namba yetu ya WhatsApp kama inavyoonekana kwenye screen yako hapo, na ukaweza kututumia ujumbe nasi tutapata kwa ajili ya kuweza kufanya kazi. Asante kwa kuwa pamoja na mimi, nikutakie wakati mwema hadi wakati mwingine. Ciao.